Vipi Amina? Leo nimekuja na ujumbe maalumu kabisa kwa ajili yako. Ujumbe gani tena Kennedy? Maana kila ukija ukosi stori za kuongea. Usishtuke, nimekuja kwa niaba ya Mikidadi. Kwa niaba yake? Kwani kuna nini? Yule jamaa hanaumwa hali halali kwa sababu yako. Anakuwaza kila siku. Amina, hebu msaidie, mpe nafasi, muwe wapenzi. Kwa nini mpenzi? Mikidadi anaumwa kwa sababu yangu. Wewe unasema nini wewe? Uliniahidi mbingu, ukanipa giza, machozi yanatiririka, moyo unaumia. Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja moyo, sioni tena maana. Ndio, niliona nije kumtongozea kwa niaba yake. Niliona mkianza mahusiano hatapona kabisa. Hapana Kennedy, ukimhurumia rafiki yako mwambie afanye kazi zake, sio kunitumia mimi kama suluhisho la maisha yake. Sawa Amina, nimekuelewa. Basi jaribio hilo liishie hapa, lisije likajirudia tena. Nilikuwa najaribu tu. Usirudie siku nyingine kuniletea mambo ya namna hiyo. Kennedy, nataka uniambie ukweli. Ulienda kwa dada yangu ulimwambia mimi sifanye kazi Moreto na mwaza Elini kwa sababu gani? Mimi? Hapana. Miki, sijasema mimi hayo. Wewe nani kakwambia? Usijifanye ujui. Dada yangu amenigombeza kwa maneno yale yale uliyopeleka wewe. Hapana bwana. Labda kuna mtu mwingine amesema. Hakuna mtu mwingine yote alikuwa anajua isipokuwa wewe. Acha kujizungusha ndugu yangu Kennedy. Nilikwambia mambo yangu ya asili yanonihusu mimi na nilikuamini vile vile ndugu yangu. Ni kweli, niliongea na dada yako. Rafiki wa kweli sio yule anayekuacha uendelee kuharibikiwa, ndugu yangu. Mimi nilichofanya kilikuwa ni kukusaidia na si kukuaibisha. Leo hii kila mtu anajua wewe umeenda kuyatangaza kwa dada yangu, kesho utaenda kuyatangaza kwa nani? Nilitamani ubadilike, uache kumfikiria Irene kila siku, ujenge maisha yako. Mimi sikukusudia kukuchongea. Wewe unatakiwa uwe rafiki yangu wa moyoni, sio mtu wa kutangaza matatizo yangu. Ingawa nitasimama kwenye ukweli mmoja. Acha kuishi kwenye kivuli cha Irene. Badilika, jenga maisha yako mwanangu. Hizo sio pigo. Umeniumiza sana Kennedy rafiki yangu. Kwa hili wewe mimi umenisaliti. Mimi nilizani dada yako angekusaidia kurudisha kwenye mstari. Niliona umezama kwenye mapenzi ya Irene. Utaki kazi, pia ndugu yangu utaki hata kujishughulisha. Najua ndugu yangu umekwazika. Lakini kama nimekukosea, naomba unisamehe. Sijui kama nitakusamehe, ila kwa leo nitafikia ulichokisema. Ndio nilikubali. Lakini sikufanya kwa nia mbaya. Maisha yako muhimu mwanangu, kuliko mtu ambaye aliochukua njia yake. Basi sawa mwanangu, ila hizo pigo achana nazo. Zitakuharibia. Hivi kweli ulimtuma Kennedy aje kunitongoza kwa niaba yako? Mimi nimemtuma Kennedy? Amina, unazungumza nini? Usijifanye ujui. Kennedy alikuja kuniambia unaumwa kwa sababu yangu. Amina, ninashangaa sana kusikia haya. Baada ya Irene kukuacha ndio unanifuata mimi. Sitaki hiyo michezo yenu. Sijawahi kumtuma Kennedy akufikishia ujumbe wa namna hiyo Amina. Ameamua kufanya hivyo kwa utashi wake mwenyewe tu Amina. Wewe unategemea niamue kukuamini kirahisi? Hayo maneno kayapata wapi kama si kwako? Unajua Kennedy ni mchonganishi wa watu, mara nyingi anajitungia maneno yake mwenyewe. Hapana, simwamini Kennedy peke yake na wala sikusadiki na wewe. Naomba usinihukumu kwa jambo ambalo sijalifanya. Basi sikiliza, kuanzia leo acha kunifuatilia kabisa.
na hapa sijamtuma. Sihitaji kusikia. Ningekuwa na jambo la kukwambia, ningekuja mimi mwenyewe na wala nisingemtumia mtu mwingine. Kama ulikuwa na ndoto ya kuwa na mimi, ifute haraka kuanzia sasa. Kennedy, njoo hapa mwanangu. Leo sitaki ujanja wala ni, hebu njoo mwanangu. Vipi tena Miki? Mbona una hasira? Usiniambie vipi. Nani aliyokutuma wewe ukanitongozee mimi Amina? Mimi nilikuwa nataka kukusaidia tu rafiki yangu. Kunisaidia au kuniharibia maisha? Mimi nimewahi kukwambia namtaka Amina? Niliona tu labda. Usione, ukiwa hujaambiwa usione. Kila siku unaishi kukuza mambo ambayo hayapo. Samahani bwana. Samahani gani? Sikuwa na nia mbaya lakini. Hapana. Ulikuwa unataka kunivunjia heshima. Sasa umeenda tena kwa Amina. Ukasema nimekutuma unitongozee. Kwa nini unanichafua kwa watu? Nilikuwa nataka kushauri. Na wala sikuwa na nia mbaya ndugu yangu. Unajua Amina ameniona mtu ajabu sana kwa sababu yako. Unajua wewe unaweza kunigombanisha na watu bila sababu. Nimekosea Miki. Naomba unisamehe. Msamaha upo, lakini kuanzia leo sihitaji unitaje jina langu bila ruksa yangu. Sawa, nimekuelewa ndugu yangu. Wewe ndio wasiwasi. Na sihitaji uzue katika maisha yangu. Ukirudia, urafiki wetu umeishia hapo. I feel you. Miki anadhani nimeacha. Kumbe ndo kwanza bado. Hii vita ni mbichi. Uliniahidi mbingu, ukanipa giza, machozi yanatiririka, moyo unaumia. Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja moyo, sioni tena maana. Usaliti wako unaniua, mera dil toda, kyun choda machozi. Asante mama. Shikamoo. Marahaba. Mbona leo uko sawa? Mbona una huzuni sana usoni vipi? Mama samani, nimekuja kumuulizia Irene. Unajua aliniaje kwamba anakuja kukuuguza wewe. Lakini tangu ametoka nyumbani mpaka leo kila nikimpigia simu zake hapatikani. Sijui ni kwa nini. Na ndio maana leo nimekuja nyumbani. Hivi una ujasiri gani umepata kuja kumuulizia binti yangu hapa nyumbani? Nimempigia bila mafanikio. Nikasababa leo nije nyumbani kwanza nikujulia hali wewe, maana niliambiwa kwamba ni mgonjwa. Lakini pili nijue hali yake Irene anaendeleaje. Hivyo nafikiri nilikuwa sifahamu maisha alikuwa anaishi binti yangu kwako. Mama, mbona unasema hivyo? Kama kuna jambo nimekosea, basi nipo tayari kulisikiliza. Naomba uniambie. Kosa? Hujamkosea. Bali ulikuwa unamtesa. Ulimfuga mwanangu akawa kama mfanyakazi wa ndani. Binti yangu ni mzuri. Ana sura ya kuvutia. Halafu wewe umemweka kwenye mazingira ya kubangaiza kweli? Mama, kwa uwezo wangu nijitahidi sana.
sikuwahi kumnyima pesa kwa makusudi, wala sikuwahi kumnyima matumizi yote kwa makusudi. Alafu wewe usinitajie uwezo wako. Mwanamke halelewi kwa visingizio. Wenzake wanathaminiwa, wanapewa maisha mazuri na wanatunzwa. Ukanipa giza, machozi yanatiririka moyo. Wewe ulimzoesha kuhesabu shida kila siku. Sawa mama, lakini mbona mimi nilimpenda kwa moyo wangu wote? Mapenzi yasiyo na matendo ni sawa na mvua isiyonyesha, na haya maneno yako hayamjengee binti yangu maisha. Hukujua kwa sababu uliona kila kitu ni kawaida, na mwanamke akinyamaza usizani karizika. Na wakati mwingine alikuwa anakuhesabia tu siku za kuondoka. Kwani mama, Irene yeye yuko wapi? Wewe umekuja kumuuliza Irene ili iweje? Umemshindwa, na baada ya kutoweka ndio umejua thamani yake kwa sasa. Mama, naomba uniambie kwa chochote kile kumhusu Irene, japo hata kidogo nimsikie tu. Hakuna cha kumsikia. Ni kweli kabisa binti yangu amekukimbia. Ati? Kanikimbia? Mama, unasema kweli? Ina maana mama, wewe unajua Irene alipo? Nafahamu kila kitu, lakini sina sababu nyingine ya kukueleza wewe. Mama, nimekuja kwa heshima sana. Usinifiche ukweli. Nione basi huruma. Huruma? Yaani ukumuonea huruma binti yangu alivyokuwa analia kimya kimya? Leo kilio kimekufuata wewe mwenyewe. Mama, ulipata lulu, lakini wewe umeiona kama kokoto. Sawa. Basi yote nakubali. Nipe nafasi kidogo tu nizungumze naye. Leo hakuna nafasi hapa. Naomba utoke nyumbani kwangu. Sawa mama, naondoka. Ila nampenda sana Irene. Siku moja ukweli utajulikana. Na kuomba ondoka. Unapoona ndege karuka, usilaumu upepo.